Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Hello, ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo hii ni kutokana na yale ambayo yamezungumzwa na ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Waziri huyo amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na yale ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya kesho, ambayo ni siku ya tarehe 9 Disemba, ambapo watu wengi walisema kutakuwa na maandamano ambayo yamekuwa yakihamasishwa hapa ili yaweze kufanyika Disemba 9. Taarifa ambayo amezungumza kwa kina kukemea vikali maandamano hayo, kuwa maandamano hayo ni haramu na Watanzania hawatakiwi kuyashadadia. Taarifa hii nimekuletea kwa kuwa tumezipata kutokana na yale ambayo amezungumza kwa kina, na ameeleza kuwa sasa kama maandamano yaliyopangwa ni makubwa kuliko yaliyofanyika Oktoba 29, basi haya sio maandamano bali haya ni mapinduzi. Na kama ni mapinduzi, kwani maandamano yamelenga nini hasa? Ni kitu cha kujiuliza mimi na wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mzawa Media. Wale waliopanga kuandamana, lengo lao hasa ni nini? Kama lengo lao ni mapinduzi, basi ni sahihi kabisa kama alivyosema waziri kwamba haya siyo maandamano bali ni mapinduzi. Taarifa ambayo nimekuletea hii siku ya leo ni taarifa nyeti kabisa kabla ya kufika hiyo tarehe 9 ambayo imepangwa kufanyika kwa maandamano, ambapo kiujumla ni siku ya uhuru wa Tanganyika. Na kuomba usubscribe kwenye channel hii kama hujawahi kusubscribe, basi naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu siku zote tunavyokuwa tunaleta taarifa hizi ziweze kukufikia kwa haraka zaidi. Mimi naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Karibu na utazame video hii. Asante. Tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu, ni yale yanayoombwa na mtu mahususi na yanakuwa yana ujumbe mahususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili, hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao, lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine,
tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kuto kushabikia, kuto kujitokeza, wala iwe ni kwenye mitandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo tuwaombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa. Basi liwe jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na jeshi la polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kwa hapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo. Nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata kwa madhara tu ya tarehe 29 na 30 mpaka tarehe 1 ile iliyotokea. Sasa tusirudie tena haya. Mimi na wenzangu tunawaomba sana wananchi tuipende nchi yetu. Mashabiki wengi wanaosuka hii mipango na kufanya, wengi wao unaona hawako hata hapa nchini, na wale walioko hapa pengine wamechoka na hii hali, lakini tunaomba sana, tulio wengi tumeona madhara yake. Madhara ni makubwa sana, mateso ni makubwa. Tunazungumzia watu ambao wameathirika kwenye maandamano, lakini tufahamu kwamba wako walioshindwa kwenda hospitali wakiwa wanaumwa siku zile za maandamano. Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa na appointment na madaktari wanatakiwa kwenda kujifungua, na ndio siku imefika tarehe ile huwezi kwenda hospitali. Hali ilikuwaje? Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa wagonjwa, tuna wazee wetu wagonjwa, wana hali mbaya, maisha yao ni hospitali. Inapokuwa kuna hali ya upotevu wa amani, ujue kwamba hakuna kinachoendelea. Tufahamu kwamba sasa watu wanaogopa hata kuleta chakula Dar es Salaam. Hali si nzuri hata hapa Dar es Salaam, hasa kwenye miji mikubwa, kwa sababu aina ya maandamano yale yalikuwa ni kama, kwa kweli si jambo ambalo lilitegemea. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba maandamano au fujo zote ni tabu na ni mateso kwa watu wasiohusika kuliko wanaohusika. Ni tabu na mateso kwa watoto wetu, ni tabu na mateso kwa uchumi wa nchi yetu, lakini niseme madhara yake yanachukua muda mrefu sana kuweza kuisha. Kwa kama nilivyosema, niwatakie kila heri siku ya kesho tunaposherehekea sherehe hizi za uhuru miaka 64, lakini pia Christmas tuisherehekee kwa amani na mwaka mpya, ili haya yaliyopita kwa kweli tuombe Mungu yasirudie tena, na niwaombe mpeleke taarifa hizi kwa umma ili umma uweze kujua na kutusaidia ili tuweze kutuliza hali ya nchi.
Asanteni sana kwa kunisikiliza.